au wewe uko nje ya kundi hilo, ni unaswali tu moja kwa moja barabara? Au yusalluna wala yusalluna, wewe humo? Na kwa nini bwana Mtume akasema hivi? Maana watu watakuwa wanayafanya majambo yasiyotakiwa katika sala. Ndio maana nikasema tunahitaji kujichunguza kipande kimoja katika ibada zetu za sala. Kwanza ndio nguzo ya dini. Ibada zote kabisa zinabebwa na sala. Kama kusali, ibada yako Mungu haitaki. Ufunguo wa kukubaliwa ibada ni sala. Ufunguo wa kukubaliwa ibada zako ni sala. Sasa kama usali, je, hata ibada nyingine ukizifanya kwa vizuri kabisa, zimekamilika kabisa, muradi usali, Mwenyezi Mungu ibada hiyo haitaki. Ndio maana ikawa imetaka tujipeleleze na tusije tukaingia katika kundi yati ala nasi zamanu yusalluna wala yusalluna. Tusende tukaingia katika humo, iwe tunasali barabara, tusiingie katika kundi la watu wanaosali lakini hawasali. Amen. Sala ina mafungu mawili makubwa. Kuna fungu la kwanza, unapokuwa nje ya sala, matayarisho yako kabla hujaingia kwenye sala yawe mazuri kabisa, yasiyo ya mashaka. Unapokuwa nje ya sala, mambo gani unatakiwa kuyatayarisha? Jambo la kwanza, nguo zako na chakula chako unachokula kiwe cha halali, na si zile nguo unazovaa ziwe za halali na chakula chako. Usije ukaharibu mwili wako ukautia najisi kwa kula vitu vya haram. Hilo la kwanza. Na la pili, unakwenda chooni, unakoga, unakwenda chooni kustanji, choo kidogo na choo kikubwa. Uhakikishe kwamba najisi imemalizika na umejitoharisha vizuri, na maji unaotumia kwa kujitoharisha, ikiwa kwa kujitaharisha choo kidogo au choo kikubwa, hiyo unatumia maji tohara. Na maji ya kukoga, hasa unapokoga kwa ajili ya janaba, maji yawe tohara moja kwa moja, isiwe maji yaliyochezewa yakawa ni mstama. Unapokwenda chooni usiwe na haraka, hata kama umekwenda umechelewa. Unajua watu sasa wanasali, unasikia watu wanasema sala, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar. Wewe uko njiani unakwenda kusali, sasa usiwe na haraka, nenda kwa utaratibu, nenda chooni kwa utaratibu. Ukishakwenda chooni kwa utaratibu, kama unakojoa choo kikubwa, mambo yako yote fanya kwa utaratibu, isiwe ile unakwenda halafu unalitia maji. Tuna watu wanaofanya vile. Mbona mnacheka? Mkojo unamalizika, mbona njia ya mkojo ndefu? Huku sanji, huku vale yote. Ya. Unatoka pale, mkojo unatoka, unakuingia mguuni wako, mwili unauchafua, nguo unazichafua, unakwenda kule unakimbilia jamaa hapa unakwenda sala iko inakuwa pale huna sala, umekwisha jitia katika mashaka, kwa sababu tohara yako ishakuwa umeichafua, nguo zako ulichafua, hukustangi vile inavyotakiwa, ukamaliza mkojo moja. Nataka lazima ukiwa nje ya sala ujitayarishe vizuri, na ndio maana mara kwa mara huwa nakwambieni, tafuta kata iliyo ndefu, hasa watu wa kukoga. Kisio unakoga, mna watu wakikoga kule kwenye ukuta kule, maji yanafika yani kwako, yani kama mtu sio anafanyaje, pote hapo panaroa maji. Maana yake maji unajitia hivi, yanatakiwa yanaingia kwenye mwili,
Halafu yakishaingia kwenye mwili, mikono yako unajisugua kwa utaratibu. Sasa ukitafuta kata ndefu, sio kopo, au kata mpini wake mfupi, ukifanya hivi maji churu yanaingia mle kwenye ndoo. Inakuwa mara kama ni janaba, hutoki janaba, unatoka wewe umejitia maji tu, lakini janaba liko pale pale, kwa sababu yale maji yanakuwa ni mustaamal, yametumika sasa. Tafuta kata iliyokuwa na mpini mrefu, unateka kwa kuiba, halafu unajitia huku, na unahakikisha matone hayarudi kule kwenye chombo kilichokuwa na maji. Hakikisha kwamba matone na maji yanayotoka chini hayaingii kule kwenye chombo kilichokuwa na maji. Kwa hivyo chombo cha maji kiko mbali na wewe unayokoga uko mbali. Matone yanayotoka kwenye mwili wako hayaingii kwenye ndoo, wala yanayotoka juu chini hayaingii kule, na yanayotoka juu ya mwili wako hayaingii kule kulikokuwa na chombo cha maji. Hakikisha hivyo. Iwe maji wakati wote ni tohara, wakati unapojisafisha na wakati unapokoga, yale maji yawe ni tohara. Hilo ni jambo muhimu sana kabisa. Tena ukitoka hapo, ushajitengeneza, unakwenda kutawadha kwa utaratibu. Usende ukatawadha haraka haraka. Sehemu nyingine pengine zinakosa kuingia maji, uso pengine hukoshi vyema kwa haraka ya kukimbilia jamaa. Hapana, fanya mambo yako kwa utaratibu, maana unakwenda kumkabili Mwenyezi Mungu. Na unakwenda kumkabili Mwenyezi Mungu kwa sababu gani? Kwanza kutekeleza amri yake, na la pili unamwomba Mungu akutengenezee maisha yako ya dunia na akhira yako, akukoshe madhambi yako na kutie nuru katika kijiweni chako, neema ambazo si rahisi, na unataka Mwenyezi Mungu awe pamoja na wewe katika ibada yako ya sala, ukiwa uko katika hali nzuri, sio hali ya mashaka. Sasa tawadha kwa utaratibu, na ndio Bwana Mtume alivyoagizia. Ndio Bwana Mtume alifanyaje? Kaagiza Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba idha sami'tumul iqamata famshu ila salati wa alaykum bis sakinati wal waqar. Mtu yuko nje huko msikitini, anasikia watu wanaqimu swala. Sasa aghlabu ya watu nimechelewa, anakwenda mbio ana haraka ili ende akawa jamaa. Bwana Mtume anasema hapana, famshu ila salati, nendeni kule kulikokuwa na sala, bisakinati wal waqar, kwa utaratibu, kwa upolepole na adabu kabisa. Msende mbio kama unakwenda mpaka unaingia kwenye sala na mapumzi. Hii mbaya Bwana Mtume zake. Na kama unakwenda tawadha kwa utaratibu, sio kwa vurugu. Mambo yako yote yakamilishe kwa utaratibu. Halafu Bwana Mtume akasema, fama adraktum fasallu, sehemu yote mnayoiwahi na imamu, basi salini. Hata kama umemkuta imamu katika tahiyati ya mwisho, basi fasallu, tia nia, halafu usali na imamu pale ulipomwahi. Wama fatakum, na sehemu yoyote iliyokuwa imekupita, fatimu. Imamu akitoa salamu na wewe unakamilisha sala yako kwa zile sehemu ambazo hukuziwahi. Hayo ndio maagizo, sio kwenda kufanya vurugu. Jambo la ibada lolote halitaki vurugu, inataka upole, utaratibu, kwa khushu', unyenyekevu wa kutosha katika ibada. Umkabili Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu, sio kwa vurugu. Na ndio maana ikawa ibada, roho ya ibada hasa sala ni khushu'. Khushu' ndio roho ya sala. Sala ina kiwiliwili na ina roho.
Maana unapokwenda kusali